ikipiga imekufa. Kama ni biashara inakwenda inakufa. Kama ni ndoa inakwenda inakufa. Kama ni uchumba unakwenda kufa. Kama ni masomo, chochote ukianza kinakufa. Kwa kuwa ulimwengu wa leo, miguu ya familia imezikwa makaburini. Bwana akamwambia Musa, asitokee kweli mtu alogae kwa kupiga mafundo. Wanafunga mafundo, huyu asiolewe, asiende kokote, asisome. Tena somo la mafundo nalifundisha Jumapili. Pigie Bwana Yesu makofi. Kutoka kwenye mafundo ya kichawi nalifundisha Jumapili peke yake. Wakati naongea mtu mnaambia kuna fundo limefunga akili ya mtu. Kuna akili ya mtu imefungwa, imeshakazwa hivi. Anawaza biashara, akili inatoka. Anawaza akili, kuna mtu amenyanyaswa hili fundo hili. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wamefungwa, afu kwenye kifundo kuna kufuli. Kufuli limewekwa. Yaani kuna umefungwa, afu kuna kufuli limewekwa na funguo zimeshatupwa. Nilifanya ibada kufungua watu kwenye makufuli. Nilifanyia mlimani, kesha niko na watu kadhaa. Na Jumapili nitafanya hivi. Nitakuja na kufuli hapa, mtanikumbusha. Na nitakuja na funguo hapa. Nitatangaza kila ufunguo, kila kufuli ilo kufunga nitalifungua katika jina la Yesu. Nao wana makufuli yao, wanafunga kabisa kwamba hii familia, hii miguu isiende kokote. Wanakaza, afu wanafunga kabisa. Mtabakia nyumba nzima mko pale pale kama vile kuku. Hata kuku anakwenda mbali. Na hata anayekwenda lazima arudi nyumbani. Anayeolewa lazima achike. Yaani mnakwenda baadaye pale pale, mmefungiwa pale pale. Mnaenda baadaye narudi nyumbani. Mimi na kwetu nyumbani. Kuna watu hawaruhusiwi kutoka. Wana nyota kubwa, wana akili, lakini hawaruhusiwi kwenda kokote. Miguu imefungwa. Kuna fundo limefunga hatua za familia. Wapo wachawi, kuna waganga wamefunga hatua za familia yenu. Labda kuna shangazi mchawi, bibi mchawi, kingine amekaa kule, ama babu fulani kamezika, nasema hawaendi kokote. Wako Dar es Salaam, watazurura tu mjini kule. Kwa leo mjini wazurura tu, leo Tabata, leo Sinza, kesho Kitonyama, Bagala, Gongo la Mboto, miaka inakwenda. Unama mitatu. Walinywa wote wanakujua kila mtaa. Taka kufanikiwa unaota ndoto kwa nyumbani kwenu. Taka kufanikiwa unaanza kuumwa. Taka kufanikiwa unapata ajali. Taka kufanikiwa mizimu haitaki. Wamefunga fundo miguu yako. Wamekamata miguu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ruga njoo. Njoo kidogo, dakika chache. Dakika chache. Huyu bwana alikuwa amefanikiwa wakati fulani. Kwa ufupi tu, baadaye wakamfunga. Ndio kidogo. Baadaye wakamfunga. Walichomfunga wakamfilisi na hawakutaka atoke nyumbani kwake. Mimi nashuhudia habari zake, mtu ambaye hawezi kutoka nyumbani kwenda kutafuta. Leo kuna mama wa nyumbani, yeye alikuwa ni baba wapi? Sione watu wako hapo. Yaani mtu ana akili, ndereva mzuri, lakini uwezo wa kutoka tu nyumbani kwake kwenda hawezi. Fundo
Unakwenda wapi? Baki nyumbani. Baki nyumbani. Roho ya kuacha, roho ya kusita ni endea, nifanye subiri kwanza, nikwende kama tu. Baadaye nikakuta naye, nikamwombea, nikamwambia nakutoa nyumbani kwako, nenda kapate kazi. Nakumbuka siku ndio baba, nikaombea miguu yake. Alikuwa na mapepo wala alikuwa haumwi. Sio kila shida ni ugonjwa, mwingine sio mgonjwa. Nikashika miguu yake, nikaombea miguu yake. Hebu uliza kidogo, kama nimekuombea. Amina. Chukua maji. Amina. Kabla ya yote nitoa ushuhuda kwa habari ya nilikuwa nishapiga hatua. Ndio. Lakini walizoziona zile hatua wakafanya jitihada zote kunipoteza mpaka wakanifilisi. Sasa katikati hapa kuna kibwagizo fulani nilikiona, nikaona ni ujumbe unanihusu. Wakasema unaweza kukataa kwenda nyumbani kwamba sikuroge, kumbe wao ndio wamekuroga usiende nyumbani. Sasa ilifika baada ya kunipiga uchumi sasa. Wakaona kama wamefanikiwa. Nikawa nimebaki sasa ni mtu wa kukaa nyumbani. Ulikuwa unakaa tu nyumbani? Ndio. Ulikuwa huwezi kwenda kutafuta? Sina connection ya aina yoyote. Hata nikizungumza na mtu yoyote, yani wataishia kukuahidi tu. Sasa nikajikuta mimi ndo baba wa nyumbani, badala mama wa nyumbani yeye ndo ashughulike. Mimi najikuta nabaki nyumbani. Unatunza watoto? Naangalia watoto, mama akitoka yeye labda mimi ndo nayebaki. Sifanye kwa asilimia zote, lakini tafsiri iliyokuwepo kwamba huyu baba mbona atoki ndani. Sasa tayari nimevaa vile viatu ama uhusika wa mama wa nyumbani sasa. Kwa sababu sina connection yote, sina shughuli ya aina yoyote inayonifanya nitoke nje. Kwa hiyo nikabaki nyumbani, wamefunga zile hatua zangu. Lakini akatokea mtu mmoja akanishuhudia habari za mahali hapa. Akasema ni mama mmoja yuko mitaa huko ndani nikaribishaga huko. Akasema kuna mchungaji ndiye anayejua kucheza ama kuomba na kufungua vifunguo vya ukoo na familia. Nikasema twende. Ndio nilipokuja mahali hapa, ndio tukaonana mara ya kwanza. Na tangu nilipokuombea habari ya miguu, ndio nikakueleza changamoto ninayopitia mpaka sasa. Sina kazi, biashara, maisha yasifika. Basi ukasema hapa kuna miguu imefungwa, usitoke ndani, ila mimi nakwenda kuombea hatua za miguu. Ndipo niliponiombea nikapata kazi. Nikaja nikakueleza kuna mahali nimeambiwa kuna kazi napeleka, mpaka nauli ya kwenda kupeleka hizo maombi nilikuwa sina. Nakumbuka nilikuja hapa kanisani nikasema naomba ombee vitu vyangu, napeleka mahali fulani kuomba kazi. Ukanipa hadi nauli ya kutoka hapa kuelekea. Nauli ulikuwa una kwenda nikaelekea Kibaha. Baada ya siku 3 wakaniambia niende kwanza kazi, lakini nikakwambia mshahara mdogo. Ukasema hapana, upo mshahara utakokuja kwa mkubwa. Nilifanya ndani ya miezi 2 baada ya kuombewa, nikapata kazi ya kwenda Tunduma. Mshahara tena ulikuwa mkubwa zaidi ya mara 3 ya ule nilikuwa nimepewa mara kwanza. Ila kukaa kuna changamoto. Ukasema hii sio kazi yako, itakufanya wewe ukae mbali na Mungu, kwa sababu utakuwa mbali na hii madhabahu unatamani kutetea. Ukasema basi njoo kae, kama imekufa njoo kae. Nilifanya mwezi mmoja, yaani kabla sijakaa hata na wiki 2 nikapata kazi nyingine. Miguu ikifunguka milango inafunguka. Pokeeni neema kwa jina la Yesu. Tangu nimemwambia miguu hajakaa nyumbani tena baba hapo. Kuna jirani yangu mmoja juzi mpaka nikaa namtafakari. Akasema tulikuwa tunazungumza habari za uchumi unavyokwenda nikamwambia tunaendelea tunamshukuru Mungu. Akasema lakini wewe mkuu bwana, wewe una neema ya ajabu. Hujawahi kukaa ndani miezi baada ya hii kutoka hii. Sijakuona tena unakaa ndani zaidi ya miezi 3. Akasema kuna watu wanakuwa nawaza na kuhesabia kwamba ulikuwa unakaa nyumbani. Sasa hivi hujakaa kama yeye alivyokaa nyumbani. Mpigie Bwana Yesu makofi. Leo Mungu anakuinua. Amen. Amina.